licha ya maagizo ya mahakama kuruhusu idara ya mazingira ya NEMA kwenda kufanya uchunguzi na kusafisha eneo lililoathirika na sumu ya lead, wamepata kizuizi cha kuingia eneo hilo. Wakazi sasa wamegawanyika, huku wengine wakitaka idara ya mazingira iruhusiwe kuendelea na michakato wake na wengine wakipinga. Na tukaelewana kuwa tutafanyia mkutano wapi? Where the problem is, sivyo? Where the rubber meets the road. Lakini nyinyi wenyewe in your own wisdom tukaona kuwa hamtatukaribisha wapi, lakini mwisho tutaingia. Mwanaharakati wa mazingira na mkurugenzi wa CJGA alipinga na kuambia wakazi wa Owino Uhuru wasihudhurie mkutano uliopangwa na NEMA eneo la mataa ya ndege. Omido alisisitiza kwamba eneo lililoathirika ni Owino Uhuru na wala si mataa ya ndege. Na hakuna mtu anaenda mataa ya ndege, mnasikia? Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano. Vuta ni kuvute hii inakuja wakati ambapo NEMA inataka kuingia eneo lililoathirika ili kutathmini na kuchunguza athari ya viwango vya sumu. When we went to petition the Senate came here to Owino Uhuru. When we went to petition Parliament came here on these grounds. But today there's a meeting being held by NEMA in mataa ya ndege. Mataa ya ndege ni kwetu. Robert Orina, anayesimamia kitengo cha ubora NEMA, alisema wataanza mchakato wa zoezi hilo kuanzia wiki ijayo iwapo watapewa fursa. As from next week tutakuwa na wataalamu kutoka government chemists, kutoka idara zingine, public health. Tutafanya hiyo assessment, na hiyo report tukishafanya mtakuwa hata nyinyi na copy kutoka kupitana na viongozi wenu, mtapata hiyo report mchue vile tumesema. Baada ya hiyo ndio sasa hiyo remediation process itaendelea. Tutaclean hiyo place paka ikue clean. Mwakilishi wodi wa Mikindani Jackton Madialo aliwarai wananchi wafuate ushauri wa serikali ili waweze kupata haki na fidia zao. NEMA waingie hapo ndani, wachunguze, wakipata kwamba kuna sumu wasafishe. Hiyo barua yao ndo tunangojea, ya kwamba kama wameangalia na wakapata hakuna sumu, fine, wanaandika barua. Wakipata kama kuna sumu, vivyo hivyo pia wanasafisha. Baada ya kusafisha wanaandika barua, then sisi tutarudi kwa county government ili tukapate kufanya nini? Watu wakapate kugawanyia mashamba yao. Kwa hivyo mtu asikudanganye mwana Owino Uhuru. Tunaelewana vizuri? Mtu asikudanganye mwana Owino Uhuru ya kwamba hawa NEMA wamekuja kufukuza watu. NEMA wangekuja kufukuza watu, mimi singekuwa hapa. Maana siwezi kukubali jambo kama hilo. Mwezi wa Disemba mwaka jana, mahakama ya upeo iliwapa ushindi wakazi wa Owino Uhuru dhidi ya serikali na kampuni za kibinafsi zinazohusiana na uchafuzi wa mazingira katika eneo hilo. Uamuzi wa mahakama ulihusu madai kwamba wakazi walikuwa wameathiriwa na sumu ya risasi iliyotokana na shughuli za kiwanda cha kurejeleza betri. Mahakama iliamua kuwa serikali kupitia taasisi husika haikutekeleza jukumu lake la kulinda mazingira na afya ya wakazi. Wakazi hao walilalamika kuhusu athari za kiafya na kimazingira, zikiwemo magonjwa ya muda mrefu na vifo vinavyohusiana na sumu hiyo. Katika uamuzi ambao umetikisa hazina ya serikali, wakazi wa Owino Uhuru wanafaa wapate fidia ya kitita cha shilingi bilioni 1.3 kwa maafa, athari za kiafya na mazingira walizopata kupitia uchafuzi wa mazingira. Vilevile, shirika la Center for Justice, Governance and Environmental Action wakapewa shilingi
700 ili kurekebisha na kusafisha mazingira hayo yaliyochafuliwa. Steve Okello ni mmoja ya walioathirika pakubwa na sumu ya lead na anaeleza safari ya mapambano mahakamani. Mimi ni mwathiriwa wa Owino Uhuru ambao walipata shida kwa sababu ya hiyo moshi. Nilipoteza mtoto wangu Sami pamoja na my wife Catherine Awuor. Hii kitu ilifanya tukaenda kotini, ilikuwa ni mambo ya Owino Uhuru. Tumepigana kotini almost 10 years kama tuko kotini. Watu wa Neema tulikuwa nao kule kotini, walikuwa najaribu kuleta propaganda zao, lakini tuliwashinda tukiwa kotini. Jacinta Mutua anasema kuwa binti yake alipata mimba 5 zilizoharibika kutokana na sumu ya lead. Mimi nilikuyaba na msichana wangu 020. Ule msichana halipatwa na ile ugonjwa, akatoa mimba kama zilitoka mimba 5 nikazika watoto 5. Saa hii nilikuwa naona mama Pilisi ametutetea, angalau nipate haki yangu. Saa hii ndio nimeambiwa watu wa Neema wanakuja. Mimi naomba ile ilikuwa iwe hiyo. Mimi nipate haki yangu, watoto wangu tuende nao nyumbani tukiwa tumepata kitu. Anaomba haki kwa ajili yake, watoto wake na jamii ya Owino Uhuru. Purity Zawadi, Majestic Digital TV.